hata katika mojawapo ya local TV stations in Kenya pia kumekuwepo na baadhi ya gays ambao, gays in quotes, siwezi nikawataja majina hapa, lakini wapo, kitangamana na watu kule nje watakwambia. Kwa hiyo media industry na mambo mengi sana. Yes guys, how are you? My name is Paul Kirobi, aka The Brand. I'm a journalist by profession. Welcome to The Brand Reality Show. So many people have been asking me about the media industry. They want to know more about the media industry. Media industry, to be true, is very big and very wide. Media industry is like an Indian Ocean. There is a lot that happens in the media industry. I would tell you that media stations do not have something they sell. They don't have a product, a physical product they sell directly to the people. Media industry or media stations do sell numbers, do market. Media stations do set agenda. Media stations is the watchdog, or rather journalists are the watchdog. So journalists who are working in a media station are like the watchdog. They keep the government on toes. Now, this is what happens, and many people are asking why media stations do poach people from one media station to another. Mbona huyu ametoka huku akaelekea kule kwenye station nyingine? Kumbuka kwamba media industry, media station wakati mwingi ina thrive on numbers. Ina thrive on numbers. Ni nani ambaye anajulikana zaidi? Ni product zipi ambazo zinafahamika zaidi? Ndio maana yake unapata wakati mwingi media stations zinaenda kupochwa watangazaji kutoka stations zingine tofauti, stations mbalimbali. Hiyo ni kwa ajili ya kuweza kunyakua zile numbers na kuweza kuongeza umaarufu wake katika soko ya media. Kwa hivyo watu wanapouliza kuhusiana mbona stations zinapoach watu kutoka media station nyingine hadi nyingine, ni kwa sababu ya numbers. Na pia ikumbuke kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye media stations, kwenye media industry I mean. Na pia kwenye media industry ndo kuna media personalities. A media personality is not like a journalist. Media personality anaweza kuwa ni influencer ambaye anawaka kwenye media station, anaweza kuwa ni celebrity ambaye anawaka kwenye media station. Yeye ni media personality. Yeye ni media personality, kwa hiyo anatumia ile channel kuzungumza na wananchi na kutangamana na wao. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye media industry. We have journalists, we have media personalities who are members of secret cults. We have secret cults. What I mean by this is that those who are in Illuminati, others in Freemason, other in other secret cults. Na sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu wanataka influence, wengine wanataka fame, wengine wanataka wapate nyota zaidi, nyota zao zingae kwenye media industry, ndio pia waweze kupata ambassadorial posts, ambassadorial positions na vitu kama hivyo. Na pia pesa pia inachangia pakubwa zaidi. Ndipo unapata kwamba kuna wale pia ambao ni gays ambao wako kwenye media industries. Hata katika mojawapo ya local TV stations in Kenya pia kumekuwepo na baadhi ya gays ambao, gays in quotes, siwezi nikawataja majina hapa, lakini wapo, kitangamana na watu kule nje watakwambia. Kwa hiyo media industry na mambo mengi sana. Na pia kwenye media industry kuna lesbians. Apart from gays pia kuna lesbians. Na kuna wale ambao pia wameathirika sana na pombe, kuna wale ambao pia ni wanasiasa kwenye media industry. Watu ambao wengine hawana utu kabisa. Yaani mtu hana utu kabisa. Na kitu ambacho inachangia vitu kama hivyo vinatokea ni kwa sababu huyu mtu amekuwepo kwenye media industry kwa kipindi cha muda mrefu. Yeye kukua hapo ameonekana na watu wengi sana. Na kuna matumaini, watu wengi wameweka matumaini yao kwa yule mtu. Kwa hiyo inabidi huyu mtu wakati mwingine anafanya vitu ni kana kwamba yeye si binadamu, ama hawezi akarudi pale chini sababu ya umaarufu wake, na pia watu wengi ambao wanaona kwamba image yake, yeye ana nyota zaidi ya kuonekana kule nje. Kwa hiyo kuna wale media personalities na journalists ambao wanatumia nafasi hiyo ku create zile barriers, kwa sababu anaona yeye ni celeb,
Yeye amekuwa kwenye media industry for a very long period of time. Lakini pia kuna kuna it's bittersweet. Being in the media industry is bittersweet. Kuna wakati mzuri na kuna wakati mbaya. Kwa sababu gani? Media stations wakati mwingi unapata kuna zile stations ambazo zinajiweza kifedha. Kwa unapata wanatoa pesa kwa presenters kuwavalisha na vitu kama hivyo. Hata wengine wananunuliwa magari na media stations, ama kuna MOU ambao wana sign kati ya hiyo kampuni media station na wana sign na ile banki. Kwa hiyo huyu mtangazaji anapatiwa gari. Maana huyu mtangazaji ambaye anafanya kwenye media station anapatiwa gari. Na pia kando na kupatiwa gari kuna kuvalishwa nguo. Unaweza pata station labda inatoa pesa thrice a year. Kuna station moja, local TV station, ambapo walikuwa wanatoa 250,000 kuvalisha news anchors, wale ambao wanasoma news kwenye TV. Kwa sababu media mara mingi wanasema ni visual. Media is visual, it's what you see. Sometimes watu waangalie TV kwa sababu ya ile information ambayo iko hapo, bali watu wanaangalia TV kwa sababu wanapendezwa na mtangazaji fulani, anapendezwa na jinsi mtangazaji fulani ana drama ama personality yake, ama pia watu wanapendezwa na jinsi mtangazaji fulani anavaa. Umeona? Kwa hiyo hapo ndo tunakuja kwa masuala ya branding, kumaanisha kwamba media industry, media station is about branding. Umeona? Na hapo ndio unapata kuna thamani ama thamana. Kuna watangazaji ambao wamekuwepo kwenye station tofauti tofauti na wamepochiwa katika kutoka station moja wameenda kwenye station nyingine. Unapata kwamba hawa ni watangazaji ambao wamekuwa wakionekana kwenye TV kwa kipindi cha muda mrefu zaidi. Na unapata station ambayo labda tuseme inakuwa na inataka ile numbers, itaenda kumchukua yule mtangazaji ambaye amekuwa akionekana kwa kipindi cha muda mrefu. Unaona, kwa sababu wanataka ile numbers na viewership. Sababu watu wata switch channels, watatoka katika hii channel waingie huku. Hebu ni muone huyu mtangazaji alihamia huku, maisha yake yako namna gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo media industry it's very wide and it's very big, na ina vitu vingi zaidi. Na pia kuna siasa katika media stations. Kuna siasa tena kali zaidi. Kuna siasa ambayo iko miongoni mwa wale viongozi ambao wako pale. Pia kuna siasa ambayo kidogo kuna vitu kama chuki ambavyo pia huonekana kwa wakati mwingine miongoni mwa watangazaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanyika kwenye media station. Na media station watu wengi ama wanahabari wengi ambao wanafanya kwenye TV. Unajua wanahabari wana link nyingi. Wanatangamana na watu tofauti tofauti kila siku. Kila siku wanatangamana na watu tofauti tofauti kwa sababu lazima watafute ile hadithi ama story, the news story. Kwa hiyo wanapata nafasi ya kutangamana na CEO, managers wa kampuni tofauti tofauti, wanatangamana na wanasiasa. Ndio maana yake unapata kuna watangazaji wengine ambao wanahulka sawa na wanasiasa. Lakini wanahabari wengi wanasahau kwamba unapotoka kwenye TV unataka kuingia kwenye siasa, itabidi ubadilishe ile personality yako. You will have to rebrand yourself. Ndio uwe mwanasiasa, ndio watu wakukubali. Lakini kama watu wamekuzoea wewe ni chiwawa ama wewe ni slay king ama slay queen pale kwenye TV, wakati mwingi ndio unapata wapiga kura wanashindwa kufanya nini? Kuwachagua wale wanahabari kuwa viongozi wao. Kwa hiyo hapo ndio unapata kuna changamoto kubwa zaidi kwa wale wanahabari ambao wanataka kuingia kwenye siasa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho ningeadvise wanahabari ni kwamba kama wewe una malengo ya kuwa mwanasiasa, anza kuripoti taarifa za wanasiasa kipindi ambacho unaingia kwenye media station, ndiposa wale viewers waweze kukuzoea namna hivyo. Kwa hiyo itakuwa rahisi wewe kujenga brand yako, kujulikana, na pia utakuwa umeelewa tactics ya wanasiasa kuingia kwenye debe. Umeona? Kwa hiyo hapo ndio kunakuwa na changamoto kubwa zaidi kwenye media industry. Na media industry inaendelea kupanuka. Nimesikia watu wakisema kwamba kuna online media sijui imekuja kuleta sijui nini kwenye media stations, kuleta vurugu, mkanganyiko, vitu kama hivyo. Haiwezi kafanyika. TV itaendelea kubaki pale, radio itaendelea kubaki pale, kwa sababu ndio media ambayo watu wengi wana trust zaidi. Hata mtu akiangalia pale online taarifa fulani anataka kuconfirm
anataka kuconfirm kweli kama ni ukweli ama ni uongo, kwa sababu online kumejaa watu ambao hata sio wanahabari, hawaelewi the ethics and codes of conduct for journalists, hawajui kufanya vitu vingine, wanatumia zile, wanasema namna gani, wanasema uvumi ama madai ambayo hayapo. Kwa hiyo ndio unapata kwamba TV zitaendelea kuwepo pale na radio bado itaendelea kuwepo pale. Subscribe kwa The Brand Reality Show kwa mengi zaidi, ni kujuze kuhusiana na media industry.